ukatumia dawa wakati hujaathirika zikakuletea madhara. Lakini pia ukipima ukagundulika kwa una virusi vya ukimwi, daktari atakushauri namna ya kuishi. Na ndio pale sasa atakapokuanzishia dozi ikiwa inatakiwa ianzishwe dozi. Sawa mdogo wangu? Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, ni jambo la kawaida kabisa. Basi sawa, ngoja nifunge mlango. Basi mdogo wangu, funga mlango tuende zahanati. Dhambi zangu zinanitesa mwenyewe, nimebaki na aibu, nalia mwenyewe. Dhambi zangu zinanitesa mwenyewe, nimebaki na aibu, nalia mwenyewe. Dhambi zangu zinanitesa mwenyewe, nimebaki na aibu, nalia mwenyewe. Dhambi zangu zinanitesa mwenyewe, nimebaki na aibu, nalia mwenyewe. Waalaikum salam. Umefunga? Nimefunga. Na inakuwa vipi kama wewe umefunga alafu anapika mzinifu futari hiyo ambayo wewe unatakiwa kwenda kufuturu, alafu wewe unajua kwamba yule anayepika ile futari ni mzinifu? Haiswi. Nikifuturu futari ambayo amepika mzinifu, basi funga yangu itakuwa ni batili endapo nitajua ile futari aliyopika ni mzinifu. Semeni. Wasemeni. Bema. Emcho hapo. Na kama umefunga alafu anayepika mzinifu kisha we haujui kwamba yule ni mzinifu, nitaendelea na funga yangu kwa maana sijui yule kama ni mzinifu. Mdogo wako anapika futari? Anapika, lakini baba aliniambia asiwe anapika futari. Na mama yako? Mama anapika. Vipi ukigundua kwamba baba yako anakula futari ambayo amepika mzinifu? Kwani mama yangu ni mzinifu? Subhanallah. Dhana mbaya. Mimi sijasema hivyo, nimeuliza tu. Lakini nikwambie kitu, inapendeza zaidi kama utapika wewe futari kila siku. Sawa.
Nisamehe lakini kama nimekukosea. Aya, sawa. Hivi mama, habari za kuniita semeni mistaki ukome. Niite mke mwenza. Unasema nini? Nikuite nani? Kwani hujasikia ama? Hivyo mtoto mama. Nipige nimwambie baba sababu ya kunipiga. Ovyo. Kwa nini ndio tulichokubaliana? Tumetoka hapa tukapime. Mwenzangu umenitoroka. Unarudi hapa tena nakuta tena umekaa kwenye hali ya majonzi. Unafikiri hali itaisha lini? Eti mdogo. Tatizo tunatakiwa ukabiliane nalo. Upambane. Ukilikimbia tatizo haliishi. Tatizo halikimbiwi. Lakini mdogo wangu wewe ni mtoto wa kiume huyo. Sasa mtoto wa kiume unashindwa kupambana na matatizo yanayokukuta. Hebu fikiria. Ukipimwa ukakuta uko salama, utajisikiaje? Mdogo wangu, amka twende. Kaka yako nipo. Amka twende tukapime. Dhambi zangu zinanitesa mwenyewe, nimebaki na
nalia mwenyewe. Zindona, nimekutafuta sana, na sababu kubwa ni kwamba unafika wakati mimi kama manyanya natamani nimpate mwenzo wangu wa maisha wa kuishi naye, na bila shaka mwanamke sahihi katika maisha yangu mimi, moyo wangu umekutazama wewe. Subhanallah, unanitongoza mimi huu mwezi wa Ramadhani? Hivi wewe ukumbuki kama huu ni mwezi wa kuomba? Huu ni mwezi wa Ramadhani. Hivi muogopi Mungu wako wewe? Zindona, mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Ni mwezi wa kufanya mambo matakatifu, mambo matukufu. Swala la ndoa ni swala la kheri. Unaelewa? Kwangu mimi ni kama baraka. Kwangu itakuwa pia ni historia kwamba nilimpata mke wangu mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu. Sidhani kama kuna shida, kwa sababu je, ulitaka nikutongoza wakati wa dhiki, wakati wa vita, wakati wa majanga? Hivi nikuulize swali wewe. Maana nyi wanaume mnatatalika sana. Maana kuna kupenda na kutamani. Je, wewe umenipenda au umenitamani? Na kama umenipenda, kwa nini usije nyumbani kuja kunitolea hela za posa na mahali ukanioa kabisa, kuliko kunisimamisha hapa njiani afu unaniambia sijui nimekupenda nimekufanyaje? Samahani, nipo katika mfungo wa Ramadhani. Usiniharibie somo yangu. Zinduna, wanawake mnatumia moyo sana kutafakari. Sisi wanaume tunatumia akili sana kutafakari. Unajua kupata moyo wa mwanamke ni sawa sawa na kufanya mawindo kwa mwendaji katika nyika. Mimi leo uwezi kusema nikaja nyumbani kuja kutolea posa pasipo agreement yote baina yangu mimi na wewe. Maana hapa ndipo tunapotengeneza msingi. Si unanielewa? Hata ukiona nyumba inapendeza vipi, tunachoangalia ni msingi. Mimi ninachokifanya hapa ninatengeneza msingi baina yangu mimi na wewe. Kwanza unipe go ahead, kwamba utayari wako wewe ndio mimi utanipa nafasi na hatua ya namna gani nifanye. Si unanielewa? Samahani, usinicheleweshe, maana nimeagizwa niende nikanunue iftari. Kama unanipenda, njoo nyumbani kwa wazazi wangu, uje kutoa posa na hela za mahali. Ramadhan, 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 Ramadhan. Oh, dada. Oh, mambo. Poa mzima eh? Poa, mambo. Fresh tu. Karibuni kabisa. Dada, nataka pombe kali. Unajua kali? Ambayo inalewesha. Ukitaka pombe kali inaelewesha haraka, utakufa haraka. Dada, tunaomba pombe laini. Laini kama ipi? Yoyote ila iwe ni laini. Na nikilewa watakoma. Ndugu zangu nimewaita hapa. Kuna jambo nataka tujadiliane. Hili jambo hili kuhusiana na mdogo wetu Shaka. Jana nilifanikiwa kwenda naye mpaka zahanati. Japo kwa shida sana. Nilifanikiwa kwenda naye mpaka zahanati. Nikamwacha pale, mimi nikakaa nje, nikamwacha akaingia kwa daktari. Alipotoka hapo ni kilio. Kwa maana kwamba amefanyaje? Ameathirika kweli mdogo wetu. Kwa hiyo sasa kuwaita huku, naomba tujadiliane. Tunamsaidiaje? Maana tangu jana ile ni kilio tu. Sasa tusije tukamkosa.
Brother, mimi ambacho nashauri kikubwa ambacho nakiona, tuseme tu kwamba maji yakishamwagika yazoleki. Na hiyo tayari ishatokea. Sasa kwa kuwa imetokea hivyo, dawa moto ni moto. Sinaeleweka. Inabidi dogo apewe ushauri kwamba aanze kutumia dawa ARV. Tofauti na hapo ni kwamba anakwenda kupotea. Maana yake kinga yake itashambuka kasi sana. Sababu wao virusi sio mchezo. Sinaeleweka. Tumshauri atumie dawa. Iko ndo ambacho kinabaki. Lakini sasa mnakumbuka tulivyohangaika naye kuhusu kupima? Tena naamini baba ndo amepambana sana kuhusu yeye. Tumehangaika sana. Lakini pia Shaka namjua. Yaani hususan kwenye dawa ni changamoto. Hata anapoumwa malaria tu kwake ni shida. Sasa na zile dawa nasikia sifa yake ni kubwa. Kwa ndugu yetu yule, tutafanikiwa kweli? Ikafika hatua akameza dawa? Unameza kila siku. Na inatakiwa ameze kila siku basi. Tusichoke. Tusichoke kwa sababu yule ni wa kwetu. Na wenyewe wanasema, Waswahili wanasema mchumia janga kula na kwao. Ni kweli. Kwa hiyo ameshalichuma janga. Hatuna budi kula naye. Sawa. Kama tulivyopambana kwenye kupima, basi tusichoke. Moto ule ule, nguvu ile ile, tupambane mpaka tuhakikishe kwamba ameanzishizwa dozi na wataalamu wa afya. Tusichoke. Naomba. Oya wewe. Wewe. Oya. Unampeleka wapi? Huyu nampeleka ndani kupumzika. Kupumzika kama nani yako? Huyu ni mpenzi wangu, amelewa. Unaweka kama wewe ni mpenzi wako? Nimekuuliza unaweka kama wewe ni mpenzi wako? Blaza vipi kwani mbona maswali mengi? Oya. Hebu mshushe kwanza chini hapa. Blaza. Mshushe. Blaza, si nimekwambia amelewa huyu, hawezi hata kusimama na nishushaje sasa? Ha? Lakini unanielewa lakini. Nimekwambia mshushe. Blaza. Oya, afu wewe. Hata viatu. Hata viatu. Mpumbavu wewe. Tembea. Oya, tembea. Blaza vipi kwani mbona hivyo? Tembea. Tembea. Wewe kijana. Haya. Wewe kijana. Haya, huyu amepatwa na nini hapa?